Karibu sana. Actually video hii ni maalumu kwa ajili ya wale watu wote wanaopenda kujifunza kujua jinsi ya kufanya structural design of multi-story building. So kama huyu ni wewe, basi hakikisha una pay attention, kwa sababu ndani ya video hii nitaenda kukuelekeza hatua kwa hatua kama unataka kujifunza kujua kufanya structural design of multi-story building, uanzie wapi mpaka hatua ya nini, mpaka hatua ya mwisho. So let's get started. Actually prerequisite knowledge ambazo unatakiwa kuwa nazo kabla hata hujafikia kwenye kujua issue ya structural design. Kitu cha kwanza, lazima kwanza uwe una knowledge with respect to structural mechanics, nikiwa na maana ya kwamba unatakiwa kuwa na knowledge kwa jinsi ya kucalculate, jinsi ya kufanya loading calculation, si ndio? Hicho ndo kitu cha kwanza. Yani the whole concept of structural mechanics in general. Maana yake utajua vitu mbalimbali kuhusiana na geometry za structure, kucalculate moment, kucalculate geometrical properties, nikiwa na maana ya kwamba tuna ile bending moment, tuna inertia na kadhalika zile element nyingine. Alafu prerequisite knowledge namba 2 unayotakiwa kuwa nayo, unatakiwa kuwa na clue au knowledge with respect to structural analysis. Nikisema structural analysis, maana yake how to analyze load, reaction na forces zote ambazo zinaakti kwenye nini, kwenye structure. Yani maana yake ni kama ukitoka hapa unakuja unaongeza hapa, maana yake uwe una knowledge kidogo kuhusiana na mambo ya nini, uwe una knowledge kuhusiana na mambo ya structural analysis. Alafu baada ya hapo unatakiwa tena uwe una knowledge with respect to structural engineering material au material used for structural au material used in structural application. Kwa mfano labda kuwe kuna concrete, maana yake kuwe kuna hizo reinforcement, lakini pia kuwe kuna timber, kuwe kuna steel na structural material nyingine zote. Hakikisha unakuwa una knowledge nazo. Hata kama sio knowledge nazo, basi at least hata ufahamu kama concrete zina behave vipi, zikoje, strength yake ikoje, inategemeana na nini na vitu kama hivyo. Same pia kwenye reinforcement au rebars, na yenyewe pia ni hivyo. Alafu kitu kingine baada ya hapo sasa, cha mwisho ambacho unatakiwa kuwa nacho, unatakiwa sasa kuwa na knowledge au clue with respect to structural design concepts. Lazima uwe unajua sasa, ili uweze sasa kufanya design, maana yake lazima sasa uwe unajua hizo structural design knowledge. Na tunaposema structural design, actually kwenye kufanya structural design kuna a lot of stuff za kudesign. Inategemeana tu na unatumia kodi gani, building code ya aina gani au design code ya aina gani, lakini pia inategemeana una design structure ya aina gani, si ndio? Lakini pia inategemeana na hata hayo material ya design unayoyatumia ni yapi. Wote mnaweza mkawa mnafanya design ya multi-story building, lakini kama mmoja anafanya kwa kutumia concrete, mwingine anafanya kwa kutumia steel, it's very obvious hapo hamwezi kufanyaje, hamwezi kufanana. Au labda mwingine anatumia timber, mwingine kule labda anaenda kufanya mix, obvious hapo hamwezi kufanyaje, hamwezi kufanana. Kwa hiyo hata kwenye structural design zinatofautiana kutegemeana tu na material ambazo zinatumika kwenye design. Lakini pia tunasema hizi code ambazo zinatumika, kwa mfano anayetumia BS na anayetumia European code au anayetumia labda tunasema ile code ya Singapore au labda code ya watu wa India, hamwezi kuwa nini, hamwezi kuwa sawa. So lazima na wewe uwe selective, lazima ujue, lazima uamue unataka kujifunza hasa design ya vitu gani kwa kutumia kodi ipi. Labda kama unataka kufanya design ya majengo ambayo tumeshazoea sisi yanayotumia tu tunasema concrete na hizi block work au brick work, lazima ufanye nini, lazima uwe una hizo knowledge. Sasa baada ya kutoka hapo sasa tayari wewe una hizi prerequisite knowledge za juu. Kinachofuata maana yake unachohitaji sasa ili wewe uweze kuja kufanya nini, ili wewe uweze kuja kufanya tunasema structural design, kitu cha kwanza ya multi-story building yoyote, kitu cha kwanza wewe unachohitaji, unahitaji kuwa na architectural drawing. Na kwenye architectural drawing ambayo unatakiwa kuwa nayo, actually kwenye architectural drawing maana yake tunakuwa tuna drawing ambayo ni site plan, tunakuwa tuna drawing ambayo inaonyesha floor plan, tunaweza tukawa tuna floor ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka roof plan, alafu tunakuwa tuna ile schedule of windows and doors, alafu tunakuwa tuna ile nyingine ambayo inaonyesha hizi tunasema sewage drainage systems. Sasa wewe unachohitaji
wakati unafanya structure design, by the way, unahitaji michoro au unahitaji zile elevation wala section, hapana. Wewe unachohitaji unahitaji floor plan tu. Kama maana yake hilo jengo lina kwa sababu tumesema ni multi story, maana yake tuna expect liwe na floor zaidi ya moja. Kwa mantikio, maana yake unatakiwa kuwa kuna architectural drawing ambayo inakuonesha kwamba floor ya kwanza inaonekanaje. Kwa mfano lisi labda ina architectural drawing inatuonesha kwamba ground floor ndo hii hapa, alafu first floor inatuonesha ndo nini, ndo hii hapa. Kwa hiyo hizi ndo ambazo wewe unafanyaje, ndo ambazo unazihitaji awali. Maybe labda pia unaweza ukawa una zile elevations zinazokuonesha upande wa kulia unaonekanaje, upande wa kushoto unaonekanaje, upande wa mbele unaonekanaje, upande wa nyuma unaonekanaje. Hizi pia na zenyewe zitafanyaje, zitakusaidia. Lakini pia na mchoro wa nini, na mchoro wa roof. Sasa awali hivyo ndo vitu ambavyo unahitaji. Sasa ukishakuwa na ile tunasema architectural drawing, let's tuchukulie mfano labda hii ni multi story ambayo ina floor mbili, na ground na first floor. Kwa hiyo labda unakuwa una floor plan. Kitu cha kwanza unachohitaji, unahitaji kuwa na hiyo architectural drawing, lakini to be very precise unachokitumia hapa tunasema ni hizi floor plan. Zile nyingine zinakusaidia tu kucomplement, kupata picha kamili ambayo imefanyaje, ambayo ipo. Sasa baada ya kuwa na hizi, maana yake tunasema procedure namba moja, ili uweze kuja kufanya structural design ya multi-story building, lazima uwe unajua kuandaa au kuprepare general arrangement. Tunaposema general arrangement, maana yake ni structural, ni drawing ambayo inaonesha disposition ya structural element zote, nikiwa na maana ya kwamba ni mchoro ambao unauandaa wewe, unaonesha disposition ya structural element zote, nikiwa na maana ya kwamba column zitakuwa zimekaa wapi, beam zitakuwa zimekaa wapi, slab zitakuwa zimekaa wapi, stair itakuwa imekaa wapi, shear wall itakuwa imekaa wapi, lift itakuwa imekaa wapi, na element na structural element nyingine zote. Kwa hiyo huu mchoro wewe ndo baada ya kuwa na hii architectural drawing, maana yake huu mchoro ndo kitu cha kwanza unachotakiwa wewe kujifunza kama unataka kujua structural, kama unataka kuweza kujua kufanya structural design ya nini, ya majengo. Kwa hiyo lazima ujifunze, tunasema kuandaa nini, kuandaa general arrangement. Na knowledge nyingine kwanza tumesema prerequisite, lazima uwe na mchoro architectural drawings na ujue kusoma. Alafu kitu cha pili, maana yake lazima uwe unajua preliminary dimension of structural, yani uwe una uwezo wa kufanya preliminary dimensioning of structural members. Na hapa tunasema uwezo ukafanya kama hauna knowledge ya nini, kama hauna knowledge ya structural design. Kwa hiyo lazima uwe nayo. Hii maana yake ndio itakusaidia kupropose, tunasema dimensions awali za zile structural members. Kwa hiyo kwenye kuprepare GA, maana yake utaonesha kwamba kama ni column maana yake zinakuwa zinakaa wapi, kama ni slab maana yake zinakuwa zinakaa wapi, kama sehemu ni void maana yake hamna kitu, pana stair, pana lift, inakuwa inakaa sehemu gani, kama sehemu kuna overhang slab maana yake inakuwa inakaa wapi, kama kuna overhang beam maana yake hiyo inajulikana inakaa wapi. Kwa hiyo kitu cha kwanza maana yake lazima ujue jinsi ya kuandaa nini, lazima ujue jinsi ya kuandaa general arrangement. Na kwenye kuandaa general arrangement tunasema hamna kitabu cha moja kwa moja ambacho kinaweza kukwambia bwana kwamba lazima column hiyo imekaa hapa, lazima sijui hiyo imekaa hapa. Hapana, hiyo inategemeana tu na nini, inategemeana na uzoefu ambao unao, experience ambayo unayo, knowledge ambayo unayo, lakini pia tunasema na zile personal instinct ambazo zinakuwa zinatofautiana kutoka mtu mmoja kwenda mtu mwingine. Yani wote mnaweza mkapewa mchoro mmoja, lakini mwisho wa siku mkaja mkaambiwa labda mje muandae GA, kwa namna moja au nyingine mnaweza msifanane, kwa sababu sio kitu ambacho labda ni ground rule kwamba lazima iwe hivi. Hapana, hizo kuna variability mbalimbali ambazo zinakuwa zinafanyaje, ambazo zinakuwa zinatofautisha hapo. Kwa hiyo ukishakuwa tayari umeiva au unajua jinsi ya kuandaa general arrangement. Kwa hiyo si labda tuashumu tulikuwa tuna mchoro wetu, tuna floor ya kwanza, labda tulikuwa tuna ground floor ambayo ni hii hapa. Alafu tukawa tuna first floor ambayo ni hii hapa. Kwa hiyo unachotakiwa kukifanya hapa, maana yake unazicompare hizi, alafu unaangalia sasa, ndio una propose kwamba hapa natamani labda kungekuwa kuna column, hapa natamani labda pangekuwa pana slab hivyo. Lakini mchoro wako kiuhalisia yani jitahidi sana unapokuwa unaandaa, maana yake hauwezi ukatofautiana sana na zile proposal ambazo amekuja nazo nani, na zile proposal ambazo amepropose architect. Kwa hiyo wewe utaongeza knowledge yako na ujuzi wako mwingine pale as a structural engineer kujazia hapo.
Sasa baada ya kuandaa hiki kitu, maana yake tunakuja tunasema unaenda stage. Kwa hiyo sasa ukishaandaa hiki kitu, maana yake tunaenda kwenye stage nyingine ambayo tunasema stage namba 2 ni kufanya complete structural design, ambayo kwenye kufanya complete structural design maana yake huwa inakuwa iko hivi. Design ya structural multi-story structural building huwa inakuwa inaanzia juu inashuka chini na not otherwise. Yani inaanzia juu inashuka wapi? Inashuka chini. Kwa hiyo tunaanzia kudesign kutoka ngazi ya juu, tunaenda wapi? Tunakuwa tunashusha load zetu kuelekea wapi? Kuelekea chini. Kwa hiyo stage ya kwanza maana yake tunasema utaanza kutoa mzigo, maana yake kutoka kwenye roof huku. Kwenye nini? Kutoka kwenye roof unaupeleka ngazi za chini. Kwa hiyo tutolee mfano labda kwenye hii jengo letu hapa sisi hatukuwa na roof. Sisi tulikuwa tuna nini? Sisi tulikuwa tuna slab. Kwa hiyo kitu cha kwanza maana yake utatakiwa ufanye loading analysis hapa. Baada ya kufanya loading analysis hapa, maana yake ndo unakuja baada ya kufanya loading analysis sasa ya hiki kitu hapa, maana yake ndo unakuja unafanyaje? Ukishamaliza kufanya loading analysis ya hili jengo, mwisho siku ndo unaanza design. Na design maana yake nimekwambia unaanzia juu unashuka wapi? Unashuka chini. Kwa hiyo unachofuata hapa maana yake utafanya design ya nini? Utafanya design ya slab hapa. Pap. Sasa na kwenye kufanya design ya slab itategemeana pia na hiyo inategemeana na aina ya slab, kwa sababu slab ziko tofauti tofauti. Kwa hiyo lazima ujue pia design ya slab tofauti tofauti. Kwa hatua inayofuata maana yake baada ya kuja kuprepare GA utafanya hiyo tunasema structural analysis, structural loading and analysis. Baada ya kufanya structural loading and analysis, maana yake mwisho wa siku ndio wewe unakuja unaanza kudesign. Na kwenye kudesign maana yake nimekwambia unaanzia juu unashuka chini. Kwa hiyo tukiangalia mfano wetu uliokuwa umekaa hapa juu, sisi tuna slab. Maana yake unachoanza maana yake utadesign hiyo slab. Baada ya kudesign hiyo slab, huo mzigo unakuja unaushusha au unautransfer unaenda kwenye nini? Unaenda kwenye beam. Maana yake ndio stage inayokuwa inafuata hapa. Maana yake kinachofuata hapa unakuja una design nini? Una design beam. Baada ya kudesign beam, sasa huo mzigo wa kutoka kwenye beam ndio mwisho wa siku unakuja unaushusha, unaupeleka kwenye nini? Kwenye column. Sasa baada ya kwenye column mwisho wa siku ule mzigo ukishaupeleka ndio unakuja una design nini? Una design column. Na kinachofuata baada ya hapo, baada ya kudesign column mwisho wa siku ule mzigo na wenyewe unakuja unaushusha kuelekea wapi? Kwenye footing. Maana yake kinachofuata baada ya kudesign column unatakiwa uje udesign nini? Uje udesign footing. Na ndio hivyo process step by step kama unataka kufanya design ya nini? Kama unataka kufanya structural design ya multi-story building ndio ukitaka kujifunza maana yake unatakiwa ujifunze kwa kuanza ngazi hiyo. Kwa kitu cha kwanza maana yake nimekwambia lazima hakikisha unakuwa una knowledge with respect to structural mechanics and structural analysis. Maana yake hizi zitakusaidia wewe kwenye loading calculation, lakini pia analysis ya reaction and forces. Baada ya kumaliza hapo, mwisho wa siku ndo unakuja unaweza ukafikia ngazi ya ngapi? Ngazi ya 3 ambayo ni ngazi ya design. Nikutakia wakati mwema, peace.